ukirudi kitakachotokea huyo mumeo mwambie anipigie simu mimi ndio nitampa majibu ya kutoka kwako. Haya ni makosa makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili limepelekea wake ndani ya ndoa kuwa na viburi, kutoa heshima waume zao, kwa sababu kile wanachokifanya wanapata utetezi kwa wazazi ambao wamewalea. Sasa nakusihi dada uliingia kwenye ndoa, mumeo atakapokuambia kwamba sehemu fulani usiende, iwe ni msiba, iwe ni harusi, iwe ni swala lolote, upasi kumpigia simu mzazi wako wa aina yoyote, kwa sababu hawa wazazi hawana tena mamlaka na wewe. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mtoto kama vile akiwa bado hajaolewa, chochote kile anachokifanya dhima anabeba wazazi, lakini kile kitendo tu atakachoolewa pale sasa dhima anachukua mume, mzazi pale unakuwa uhusiki tena. Siku ya Kiyama mzazi utakwenda kuulizwa juu ya mwanao pale ulipomzaa mpaka siku ile ambayo anazaliwa, siku ambayo anazaliwa mpaka siku ambayo anaolewa, utakwenda kuulizwa mwisho ni pale. Kuanzia pale alipoolewa na kuendelea, ikiwa ataishi kwenye ndoa mpaka anaingia kaburini, mume ndo atakaenda kuulizwa kuhusiana na mtoto yule. Kwa mazingira hayo, wazazi tuwaache watoto wanapokuwa katika ndoa wafuate amri za waume zao, na sio kuweza kuwapangia wewe tena si muhusika wa mtoto huyo. Lakini pia tuliopo hapa wengine tupo kwenye ndoa, mwanamke ni kiumbe dhaifu ambacho amezungumza Mwenyezi Mungu, lakini pia na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika ndoa kunahitajika subra, kunahitajika hikma, kunahitajika kupenda, kunahitajika kusamehe. Kama kutakosekana vitu hivi katika ndoa, ndoa hiyo haitaweza kusimama wala haitaweza kudumu. Na hakuna kitu kibaya kama mdomo. Mdomo unatengeneza na mdomo unabomoa. Leo ndoa nyingi zinakufa kwa sababu ya wanawake kujibishana na waume zao katika ndoa. Mume kazungumza hili na mke naye anazungumza hili, na kitu kikubwa kilichopo katika ndimi zao unapotokea ugomvi, nipe talaka yangu, ukunitoa kwenye mti, ulinitoa nyumbani, nilikuwa naishi na kula na lala, kwa nipe talaka yangu, usinisumbue. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, mwanamke yoyote mwenye kumuomba mumewe talaka niache, mwanamke huyo atafufuliwa siku ya Kiyama, uso wake hauna nyama. Sallu ala rasuli Muhammad. Mwanamke yoyote atakayemwomba mumewe talaka atafufuliwa siku ya Kiyama, uso wake, sura yake haina nyama, utafufuliwa ni fuvu tupu ambalo halina kitu. Lakini katika haya tunapozungumzia neno subra katika ndoa, wanawake wana vitu vingi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema kwamba inna kaidakunna adhim, wanawake wana vitimbi vikubwa. Nitoe kisa kimoja ambacho kitafanya kuweza kuchukua ibra tuliopo katika swala hili na ambao mnajiandaa kuingia katika swala hili. Kuna imamu mmoja katika eneo kama hili alikuwa akiheshimiwa sana na alikuwa na mke wake akimpenda sana. Ukaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao maimamu na walimu ndio wanathaminika na kuonekana kwamba hawa sasa wakati huu wanatamani kutokana na swala lenyewe namna lilivyosimama. Yule shekhe alikuwa akitoka kuswali magharibi, akirudi nyumbani kufuturu, atakapoondoka saa moja kwenda msikitini kuswali magharibi, kuswali isha, arudi tena nyumbani mpaka amalize kuswali tarawih, kisha ndio nyumbani. Sasa huyu anaporudi kutoka msikitini kashamaliza kuswalisha isha na tarawih, akirudi akifika nyumbani anamkuta mke wake yupo katika ibada, ana sujudu. Kila anaporudi anamkuta mke yupo katika sijida. Huyu imamu ananyanyua mikono kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anamshukuru kwa kumpa mke aliyekuwa bora.